na wasalimu nyinyi wote mnayetutazama mkiwa kwa Papas TV, mkiwa kwa TikTok, mkiwa Facebook na hata mkiwa hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku yetu ya kusoma more about altars, na nataka kuwafundisha kuelewa kuhusu altars, ama kwa lugha nyingine madhabahu. Madhabahu ni nini, ama what is an altar? An altar ni mahali ambapo pameteuliwa, pametengenezwa na wanadamu, na tena uungu unaweza kuwa ni Mungu wa ukweli ama ni uungu wa shetani, ambao maana maandiko yanasema ya kwamba shetani ni mungu wa dunia hii. Sasa madhabahu ni mahali ambapo mwanadamu huwa anaenda kupatana katika ulimwengu wa rohoni na deity yake. Deity hiyo inaweza kuwa ni Mungu, deity hiyo inaweza kuwa ni shetani, ama chochote ambacho anakutana nacho katika ulimwengu wa kiroho. Nakumbuka maandiko yanasema ya kwamba Yesu akasema ya kwamba wakati unakuja when the people who are called na Mungu watamwabudu kwa roho na kwa kweli. Kwa hivyo madhabahu ni mahali ambapo mwanadamu huwa anaenda connect na uungu wake wa rohoni. Maana mwanadamu ametengenezwa ama ameumbwa katika 3 forms. Form ya kwanza ni huu mwili. Bwana asifiwe. Form ya pili ni the soul, ambayo huambatana na the brain. Form ya tatu ni yenye tunaitaga the spirit man. So wewe kama mwanadamu, jinsi umetengenezwa na Mungu ukiwa roho. Na sasa hiyo roho ndio huwa inaenda kuabudu Mungu huo wa rohoni. Na so that Mungu wa rohoni ambaye ndiye the spirit waweze kukutana na the spirit man, lazima pawe na kitu ya kuwapatanisha, a meeting point, ambayo ndio tunaitaga na Kiingereza an altar. Praise the name of Jesus. Now, altars huwa zinaraiziwa kwa nini? Why do we raise altars? Either a positive altar or a negative altar. Kwa nini altars huwa zinainuliwa? Number 1, altars huwa zinainuliwa because of 1, it is a place of sacrifice. Altars are raised for sacrifices. Whatever sacrifice unafanya, Genesis chapter 8 verse 20, Mungu anakuja anaongea na mtu ambaye anaitwa Noah. After Noah ametoka katika the ark, Bible inasema ya kwamba mvua ilipoisha na Noah akatoka katika Sabina, what happened? Alienda akatengeneza madhabahu, na alipotengeneza madhabahu akatoa sadaka yake. He sacrificed for his deity, or he sacrificed for his God. So altars are raised to receive sacrifices. This is a place, a sacred place. An altar is a sacred place. Either imekuwa consecrated kwa ulimwengu wa rohoni wa mashetani, ama inakuwa inatakaswa kwa ajili ya ulimwengu wa kiungu. Bwana asifiwe. Number 1. Number 2. Altars, the purpose of an altar, kusudi ya madhabahu, jambo lingine ni it is a place of dedication. Ni mahali ambapo sisi kama wanadamu huwa tunaenda tunajidedicate. Tunadedicate miili yetu, tunadedicate mawazo yetu, tunadedicate mali yetu. So an altar is a place of dedication. Uwezi kuwa unasema mimi ni wa madhabahu fulani and you are not dedicated to that altar.
An altar cannot minister to you. An altar cannot bless you. An altar cannot protect you if you have not dedicated yourself fully to that altar. How do we dedicate ourselves to that altar? Number one, by serving that altar. Number two, by serving the priesthood that is in that altar. Kwa hivyo kila madhabahu, jambo lingine ningetaka uweze kuelewa, ni nani huwa anainua madhabahu? Madhabahu huwa hainuliwi na mtu yoyote. Madhabahu huinuliwa na mtu ambaye na amekubalika na deity. Hiyo uungu ndio umeuteua huo mtu. Huyo Mungu ndio ameteua huyo mtu. Sasa huyo mtu anaitagwa kuhani, a priest. Amewekwa wakfu na deity yenye hiyo madhabahu. Kwa hivyo madhabahu ni mahali ambapo Mungu ama uungu hukuja, unakaa mahali pale. Unaleta uwepo wake mahali pale. Unaleta nguvu zake mahali pale. Unaleta utukufu wake mahali pale. Unaleta protection yake juu ya watu wake mahali pale. Jambo lingine ni ya kwamba nimesema Genesis chapter 28 verse number 19 and verse number 18. Nimesema ya kwamba madhabahu ni mahali ambapo huwa tunajidedicate, ama tunadedicate, a place of dedication. Sisi mahali ambapo huwa tunaenda tunajidedicate. Tunadedicate maisha yetu, tunadedicate watoto wetu, tunadedicate mali zetu. Hapo katika point of dedication, hapo ndipo sasa hiyo nguvu ya madhabahu hayo, Mungu wa madhabahu hayo ndio sasa huwa anakuwa sasa anatuchukua, anatufunganisha na covenant yake. Every altar inakuwaga na covenant that do speak in that altar. Every altar inakuwaga na watu wengine wawili, niseme watu so that tuweze kuelewa in a human understanding. Katika ulimwengu wa uungu, Mungu wa ukweli, wale huwa wanasimamilia Mungu wanaitagwa angels. Na katika ulimwengu wa shetani, katika ufalme wa shetani, wenye huwa wanasimamilia shetani wanaitagwa demons. Are we together? So kila madhabahu huwa kuna wenye huwa wanalinda hayo madhabahu. Kama madhabahu ni ya Mungu, hulindwa na malaika wa Mungu. Kama madhabahu ni ya shetani, hulindwa na mapepo. Praise the name of Jesus. Kitu kingine ningetaka uweze kuelewa ni ya kwamba altars, an altar is a place of making. It's a place of covenant making. Madhabahu ni mahali ambapo sisi huwa tunaenda tunafanya covenant zetu na Mungu wenye hiyo madhabahu. How do we make covenant? Number one, we make covenant via giving our sacrifices to that altar. When we offer our sacrifices to that altar, hapo ndipo sasa Mungu mwenye covenant anakuja ana make covenant na hao watu wenye wametoa hizo sadaka. Na every covenant, either ni ya uungu ama ni ya shetani, it is generational. Because God is God of generations. And God is generational. So is Satan. Naye shetani ni generational. So whatever covenant that you make in that altar, huwa ina attract the generational, either generational blessing ama ina attract generational curses. Praise the name of Jesus. Because the results zenye huwa tunapata katika covenant ya Mungu, we call them generational blessing. Na results zenye huwa tunapata katika madhabahu ya shetani, we call them generational curses. Praise the name of Jesus. Lazima uweze kuelewa that katika madhabahu, hapo ndipo sisi huwa tunafanya nini? Tuna engage ourselves with covenants. Praise the name of Jesus. Now,
An altar, nimesema ya kwamba an altar is a place where we go and make covenants with our deity. Praise the name of Jesus. Either for our livestock, either for our health, either for our family, either for our work, either for our careers. Everything that huwa unafanya in this life, either ni kuzaa watoto, either ni ministry kama mhubiri kama mimi. Anything that you do in this life, let me tell you something, my brother. It has a backup of God's covenant. Kama wewe ni mchawi, kama wewe ni mcha Mungu, kuna covenant ya Mungu huwa inakupea backup. Praise the name of Jesus. One covenant ningetaka tuweze kuelewa. When God called Abraham in Genesis chapter number 12, Mungu alimwambia Abraham nini? Alimwambia Abraham, whoever will bless you, I will bless. And whoever will dare to curse you, I will curse. That is a covenant of protection. Are we together? Kitu ingine Mungu anapea, that is a covenant. So everything that you do, there is a covenant that gives you backup. Kama unafanya uovu, there is a covenant ya uovu. Kama unafanya mazuri, there is a covenant ya mazuri unayotenda. So unapoona ndoa yako inasambaratika, unapoona biashara yako inaanguka, there is covenant zenye huwa zinanena against that marriage. And some marriages zimeboromoka, some businesses zimeanguka, watu wengine wamegonjeka na wakakufa na wakazikwa. Magonjwa ingine iko katika familia. These are not si mambo tu ya kawaida. It is covenant. They are covenant that are forcing those things. They are covenant that are establishing those things. They are covenant that are making these things to happen. Praise the name of Jesus. So before you engage even battles, unaweza kuta mhubiri anaanza kupigana na mhubiri mwenzake. Ama unakuta kama siku hizi nimekuwa nikiona watu social media wanafika kiwango mpaka ya kutusi wachungaji, wanafika kiwango mpaka ya kuengage vita just because mtu wako katika social media haonekani kwenye yako, amejificha huko. Anasahau kitu moja, that covenant maana ni roho. Hiyo roho unapopiga huyo mtu, hiyo roho unapobishana huyo mtu, that spirit huwa inakutafuta tu pole pole, na ikikamata kama huyo mtu ameahidiwa na hiyo covenant yake kuwa protected, my friend, my brother, you will die. Utakuta umeisha. Why? The covenant of God yenye huyo mtu anaserve inamprotect na ni lazima impiganie. Jambo lingine ningetaka uweze kuelewa about covenant, about an altar. An altar is a place of communion with the Spirit's being. It is a place that has been raised, that has been set apart, where the spirit man anaenda kufanya communication with the spirit man. It is a place of communication. Praise the name of Jesus. So an altar is a place of communication. The communication of the spirit. Elewa ya kwamba wewe ni spirit na Mungu wako ni spirit. Sasa hapo mnaendaga kuongea, hapo mnaendaga kusemesana, hapo ndipo huwa tunaita an altar. So altars are raised to communicate, to bring communication through spirit. The other thing, ningetaka uweze kuelewa more about altars. An altar is a place of sacrifice. Nilisema hivyo. Also, an altar is a place of worship. An altar, remember, you are created to worship. You live to worship. Now, whatever you worship, that place that unaendaga munakutana, muna communicate, unatoa sadaka zako, unasifu, unaimba, unashangilia, hapo place, whatever that thing you do, we call it worship. So an altar is raised to worship. Worship who? Worship your deity. Come on, can someone say amen?
An altar. An altar is a place where when I give two example, it means ya kwamba meeting point between men and the spirit. An altar is a place where men and the spirit they meet. Hapo huwa wanakutana, meeting point yao hapo ndipo tunaitaga altar. Sisi wa Kristo mahali hapa ambapo tumeteua nyumba kama hii, kuna place tumeteua kama hapa. Hapa ndipo huwa tunaita madhabahu, na hapa ndipo spirit zetu na Mungu wetu zinapatana. Na tunapopatana, an altar is a place where we draw power, where we go and receive supernatural power. So an altar is a place where we go and receive strength. Whatever strength that you want, either in business, either in your political arena, either whatever, mention whatever strength that you want. That place that you go at the altar, when you go to the altar, you go and receive the strength to achieve that dream, the strength to achieve that purpose. Because every man under the sun has a purpose that makes him to live, have a dream that makes him to pursue life. So that point where tunaenda kudraw our strength, we call it an altar. Kwa hivyo madhabahu ndio huwa inatupa nguvu. Kama utatajirika, kama utainuliwa, hata wewe ambao unasema umefungwa na umaskini, there is a spirit that is behind it. There is a covenant that is behind that poverty. Wewe ambaye ndoa yako ilianguka, kwenu hakuna mtu huwa anaolewa, ndoa yake inasimama. Nyinyi ambaye mko na magonjwa, yani magonjwa ambayo haishi, there is a covenant behind it, there is an altar behind it, there is a spirit behind it. So for you to overcome, you need an altar. For you to overcome, you need a sacrifice. For you to overcome, you need also a priest. Because there is no altar without a priest. Every altar has a priest who sacrifices, who is dedicated, who is committed to that altar. My question is, do you have an altar? Are you committed to an altar? If you are a Christian, which kind of an altar do you worship? Which kind of an altar do you serve? Because when you serve an altar, you need to have results. Every altar gives results, either positive or negative. We will continue to learn more about altars. And I believe that God will bless you. To those who are online, and na wenye wako hapa, kuna wengine atajui pastor anaitwa nani. My name is Apostle Samuel Ebo. I'm a minister of the gospel of Jesus Christ. I minister with God's Ebo Divine Church. We are located at Roiro constituency at Mebri, opposite Ruby's petrol station, in a building inaitwa Gallery Apartment at first floor. Amen. God bless you so much.